Israeli imekumbwa na mashambulizi mapya ya makombora yaliyosababisha milipuko mikubwa kusikika katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete. Taarifa za awali zinaeleza kuwa baadhi ya makombora hayo yanadaiwa kurushwa na kikosi cha IRGC yakilenga maeneo yenye raia. Mashuhuda wamesema milipuko hiyo ilikuwa ni mikubwa na ilitikisa majengo, hali iliyosababisha wananchi wengi kukimbilia mafichoni. Jeshi la Israeli Defense Force IDF limethibitisha kuwa mifumo ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuzuia baadhi ya makombora hayo, lakini taharuki inaendelea kote nchini huku tathmini ya madhara ikiendelea. Wizara ya Afya imeweka hali ya tahadhari juu. Timu za uokoaji zimetumwa haraka katika maeneo yaliyoathirika na wananchi wengi wameagizwa kubaki karibu na maeneo ya kujikinga. Hatua kali zimechukuliwa katika upande wa safari za ndege ambazo zimepungua kwa hofu ya mashambulizi zaidi. Katika hatua ya haraka ya kiusalama, Israeli imepunguza kwa kiasi kikubwa cha shughuli katika Ben Gurion Airport, uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa. Kuanzia leo jioni, ndege moja tu kwa saa itaruhusiwa kuondoka. Kila ndege itabeba abiria wasiozidi 50. Hatua hii imechukuliwa kufuatia na hofu ya mashambulizi zaidi ya makombora kutoka Iran baada ya matukio ya hivi karibuni kushuhudia makombora yakipiga maeneo ya katikati ya Israeli na kujeruhi mamia ya watu. Hata hivyo, ndege zinazoingia nchini zitaruhusiwa bila kikomo cha abiria, huku baadhi ya wananchi wakiripotiwa kutumia mipaka ya nchi kavu kuelekea nchi za jirani kama njia mbadala ya kuondoka. Hali ya taharuki yaendelea. Mashambulizi haya ni sehemu ya mvutano mkubwa unaoendelea kati ya Israeli na Iran, ambapo mashambulizi ya makombora yamekuwa yakiongezeka siku hadi siku, yakisababisha majeruhi na uharibifu katika maeneo ya kiraia. Mamlaka za Israeli zimesisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa, ikiwemo kupunguza safari za ndege, zinaweza kubadilika muda wowote kulingana na hali ya usalama inayoendelea nchini Israeli. Asante kwa kufuatilia channel ya Isaac Paluz na tukutane tena kwenye habari nyingine.